siku moja pasta alikuwa anasuru washiriki wake. Siku moja tu pasta alikuwa anasuru washiriki wake. Alipofika kwa familia moja, akapata mama anatokea kwa lango, na huyu mama alikuwa na machozi na makamasi, amelia asubuhi. Wakakutana na pasta kwa lango. Walipokutana na pasta kwa lango, lakini ilikuwa ya kwamba mzee wake alikuwa amemfanyia mchango wa makofi asubuhi. Sasa mama alikuwa analia akitokea kwa lango, wakakutana na pasta akilia. Sasa pasta anapoingia, yule mama akasahau machozi. Pasta akamuuliza, mbona mama unalia? Mbona unaye machozi? Mbona unaye makamasi? Akamwambia, yaani tulikuwa na atiti na mzee wangu. Akaniambia kitu ambao kimenifanya nimecheka mpaka nimelia. Akamwambia nilikuwa mchango wa Akamuandaa pasta ndani, akamwambia pasta wetu karibu. Akaingia, akasahau kilio. Wakaomba. Walipomaliza kuomba, sasa pasta akaenda. Tena mama akarudi kwa kuwasa na kufanya nini? Kuwasua. Sasa hebu tusome. Maandiko yanasema nini? Aha. Aye. Baba tene nangu. Karati ganko bange. Nigoto mironchande. Ebanga ngo buyabona. Omonene nigakoba nenda mwamu. Asenga kiensini niyoka. Obuya bwa Nyasaye niwoko enda ko baso obugima bwo muntu. Ekerero nabo kiranyare ko bao asomogoroba. Kilio kitawezekana kiwe katika wakati wa usiku. Korende mambia omogoko na omochengo nigo bigocha. Onye ndirimwewa kaga kimwateba. Ateba kilio kitaweza kuwa wakati wa usiku, lakini kunaopambasuka kutakuwa na furaha na vicheko. Nisikize. Ntegerero iwe. Atebanga ekerero ndirigeko baye. Kakinya sawo urego ndiye kerero gekoba. Lakini ekero bwakire ngakiensere. Abantu botuko egetanda nokolera omonto agosenyentu omobere. Watu usiku wanasunguka kwa kitanda, watu wanalia kwa kitanda, lakini ukifika asubuhi unamsalimia ni aje, anasema tuko poa, lakini usiku ilikuwa aje? Mtu alikuwa anazunguka kwa kitanda. Maandiko yanasema nilitania kitanda changu kitanipea amani. Na mtu anapofika kwa kitanda anafikiria atakuwa na amani anapoingia kitandani, lakini maandiko yanasema kwa kitanda hakuna nini? Amani. Watu wanaomboleza usiku. Usiku ndio uchungu inaongezeka. Magonjwa yanaongezeka usiku. Magonjwa yanaongezeka lini? Abantu bakuya baguraya. Bangina abana chire miaka na bagaka bakoyibokia achikubwaterege tanangaje oyakweresa takoriti ngakiatebekerero igagekobekero kerengaki asekerege igwa abana banyasaye batebi familia niwaambie mtaomboleza kwa muda mchache. Mungu wetu yuacha atatufuta machozi omonero itongo jichale atotinya mariga ya tualelile kabla ya huyu Mungu kucha watu watakufa. Siku moja niliatania mtu akijenga nyumba ya permanent basi acha huko. Kumbe sio nyumba inayozuia njaa.
Nilitania kitu kingine. Ati mtu akiwa na pesa hana magonjwa. Nikatania kingine ya kwamba mtu akiwa na pesa hawezi kufa. Aki nilishangaa siku moja. Fiki bunora bete igaki. Manyama nabora abasegota abasigari. Abasigari nabogota mafiki. Lakini makweli to igota ma. Uwezi epa mauti. Vitu vingine utaweza epa. Utaweza epa vitu vingine. Lakini mauti kifo uwezi epa ndugu yangu. Nisikize. Utaweza epa mwana yako asikuone. Utaweza epa mzazi wako. Lakini mauti kifo uwezi fanya nini? Uwezi epa. Uwezi. Leo watembea na miguu yako yote. Kesho utapata umekatwa miguu. Hello. Yachira. Mbona tegele uchi? Unisikize. Sikisi mnapata kiasi. Ndogo. Uko na baadhi sana. Nisikize sana. Today you are walking with your two legs. Tomorrow you have no legs. This world is unfair. I will explain. The devil is just looking everywhere. I thought one day we will die. Whether you like it or you will die. And you don't know who will attend you are. Yes. And what they will speak. Watu watakusifu. Kuna kitabu nilisoma basi. Kinaitwa Christian Service. Kinasema watu wako na majina kanisani. Majina kanisani. Lakini mbinguni majina yao yalifutwa kitambo. Nisikize. Maandiko yanasema ya kwamba hiyo kitakuwa kwa muda tu, lakini kicheko na furaha kiko njiani. Mungu wetu yuacha. Nasoma maandiko yanasema kuna akina mama ambaye walikuwa waaminifu katika kumfuata Mungu, walikufa kwa imani kubwa na wakatamani nchi ambao ilikuwa nchi ambao ikukuwa nchi yao, lakini ni nchi ya mbinguni. Walilala kwa imani. Je, wacha nikuulize mama, ukikufa siku moja utakufa kwa imani? Utakufa kwa imani? Kuna watu wengine watakufa wakifikiria ng'ombe sao. Anafikiria ng'ombe vile anakamua. Halo? Kama uko na ng'ombe unakamua painti 4. Unachigamba 4. Ukiwa na 8 utafanya nini? Mtu anasema niko na watoto, huyu anasoma, picha. Hapa hivi. Anasema huyu ni mwalimu. Huyu ni askari. Huyu akifika kwa mkulima anaruka. Anasema huyu tuko na yeye hapa. Halo? Moyo mole gosemu akule. Korango iga. Abangina ubagakwa. Hawa kina mama walikufa kwa imani, lakini walitamani ya kwamba Mungu akija wataona mbingu. Haleluya. Nisikize. I'm almost finishing. When you will die, are you going to die as a hero? Are you going to die as a saint? Are you known with heaven? As you are going to die, one day, whether you like it or you have money or you don't have money, one day you will do what? Die. And the Bible says we are travelers. We are sojourners. Our home is not here. Our home is where? In heaven. And that's where the Bible says, let us now fix our minds and our thought towards heaven.
Let us think about heaven. Let us not think about this earth. This earth is passing away, and all things that we see with our eyes, one day the Lord is coming, and when He will come, He will just reward each and everyone according to His word. This, my dear friends, listen to me. One day before you die, the Bible says, be acquainted with God. Be acquainted with who? God. Understand who is God, and God understand you better. That is why the Bible says in the book of Job 22:21, it says, now Job, acquaint yourself with God. Now therefore, the congregation, I say to you, let us now, brothers and sisters, be acquainted with God. How? Know God better, understand God's character, and God understand you. You understand God as a redeemer, as your maker, as your savior, and God is just waiting for you. Now, my brothers, listen. Before you die, and you don't know what will happen tomorrow, because Agnes knew that she will stay here forever. Now, she's not speaking. One day, you will leave your room. One day, you will just walk down. Now, you are giving people a lift now. Today, you give people a lift. But tomorrow, you are given a lift downwards. Manyoko abante lift par. Kwa week. Okwe lift go jinsi. Konyoko rara ma kwa letwal. Kwale tuero wakanyekero abantu bakoragira muaga abugo kanyegete baraire bakegitanda kiriko nyowa lete baraire rali tata gakinse ni mbaki paka bande kiba ko tu kuereire okowe esuguma okobonga ngeni chine chiarenga to kuereire ngai to ko rusinga to kwa Moni weli. Korangoi. Koraiga. Teresa. Itukeli monoku. Ogo kupi. Na tayo ngalero na bubu ata magoro 11. Maambio ko nyoro buga to kom. Na jete gore ni mekinga kubi mo ga konde ko je manyete yani konyo gutara buya. Bono kanyora nga magoro alinga kironsi pi manya akanyigite gitanda. Seye ne sense. Seye ne mbi. Hello. Seye ngakir. Mongnoli okwana ro. Madam. Seye nembe ebu ata maruwa yao. Ina magonjwa mbalimbali. Dunia hii. Uko na wachakasi. Wewe ukisomesha watoto unaambiwa aje, unaambiwa hivi. Weka gia. Kwa mambo yafuatayo. Chumvi usiulize bei. Mambo ya nyama kuuliza usiulize. Wewe sikiza kwa sauti tu. Mambo ya soda usiulize. Viatu kama unataka uendelee usifae viatu ambavyo vimefunikwa yote. Uko na watoto wa masoma. Pesa chungu sima. Unaambiwa chabati. Usikule ovyo ovyo. Mafuta. Sasa wachakazi ndio wanakuambia sukari imeisha. Wewe utumii sukari, wachakazi ndio wanakuambia mafuta iliisha jana. Halo? Mko hapa ama mlienda kitambo? Ulimwengu huu sio vile unafikiria. Leo unayo nguvu ya kupagua nguo ambao unafaa peke yako. Kesho utafaa nguo vile unafikiria. Kesho utalala chini watu wakufalise. Na wakichoka wanakuambia sio sisi tulikuleta ugonjwa, tulia. Unaambiwa tulia. Chakula wanakuletea saa ile wanataka.
Ukiuliza mlipika saa ngapi? Wanakuambia afadhali tumeleta. Halo? Mko hapa ama mlienda? Nione hivi. Mko hapa ama mmeenda? Leo unao sauti ya kuongea. Kesho una sauti. Kesho una sauti. Ulikuwa unaenda kila mahali. Leo hutaenda mahali. Wacha siku moja uonjeke mguu. Uonjeke mguu. Utaonjeka. Watu watajuna mboga mkiangaliana yako. Unauliza ni nani yule anachuna mboga? Anakuambia ninakuona na mimi. Kwa sababu hauna mguu wa kumfikia. Anakata ndizi mkiangaliana. Halo? Leo unakula, kesho siku moja utafika kwa OC. Kila mtu analeta chakula vile uko na marafiki. Chakula kingine hapa kwa kabati, samaki, kuku, karonso. Si karonso ni watermelon. Kila kitu inawekwa hapa kwa kabati. Lakini hauna moyo wa ukula. Vitu inawekwa hapa. You have no appetite. You have no appetite to eat. But now you have appetite. One day Hassan, utakuwa mgonjwa vile uko na tumbo hivi. Siku moja tumbo itaenda kabisa. Watu wauliza Hassan alikuwa na tumbo miaka ilipita, ilienda wapi? Ugonjwa. Magonjwa jamani. Halo? Muko ama mmeenda? Kagera nchenya saa enje ngotebia. Manyo nyanyisaho konye to buyebwa nyasaye. Manyo bwa atabeta itio kulio boro mambia. Neli kuneni okogendio boro maondi gete. Hiyo tasema ni nini? Siku moja. Vile uko na afya hivi, mpenda Mungu. Mkiwa na afya, penda nani? Mshukuru nani? Ukiwa hai asubuhi, shukuru nani? Mungu. Kuna watu wamefika miaka 60, miaka 70, acha wai kanyaga kanisani. Na anasema Mungu ametujalia tumefika mwaka 71. Mungu utuongeze ingine, akuongeze ufanyie nini? Akuongeze ufanyie nini? Na wengine wanaenda wakati wengine wanao retire kutoka kazi. Hawajaita wengine nina retire kutoka kukunywa pombe. Tuite, tukuje tuambie ya kwamba nimeacha pombe, nimeretire. Halo? Mwaibule? Sasa vijana na dada, huyu mzee baba yenu anayo mambo mawili. Awabariki ama mtunze sasa. Mnakuja mapema, mnamuona. Huyu sasa ni petrol station. Huyu. Sa petrol station. Wewe mnakunywa mafuta. Kila gari inakuja asubuhi inaweka. Asubuhi naweka. Anawabariki. Mkiwa mbali. Maandiko yanasema ya kwamba waheshimu baba na nani? Ndio mtakuwa na siku. Kuna wengine wanatusi wazazi. Wanatumia ndimi tofauti. Wanapokuja kwa wazazi, wanaambia mbuyu wako nyumbani. Sasa mzee anasikia mbuyu kabile. Mwingine anauliza mate yako. Mwingine anasikia mate mbuyeri. Wengine anasema achana na mambo ya analog. Mnatuambia sisi wazee ni analog.
Sasa mzee anasikia anoriogi. Wengine wanasema we don't want to tolerate nonsense. Mama anasikia sibali tolerate moinao. Sasa nisikize. Kero turaiki inseya remono ikuru na tomenye na Yesu ninyebe emechando yeseye imbe omotoria nchu wangu ongire ntimoke ninyebe emechando yeseye imbe omotoria nchu wangu ongire ntimoke. Kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume 2:24 kwa ndio namalizia. Kitabu cha Matendo 2:24 bibungo mutalika akitika babuli mubwata maiso mako somerebuku uko ngo maiso ka kibasa tayi umuntu arabeke kibesa mpesa aromorole. Okay. Kitabu cha Matendo, the book of Acts 2:24. The book of Acts 2:24. Iwa kolende Nyasaye akorangaki akamuwokia aorobiri kere aorobiri oboro bwa makweli. 1, 2. Gua. Igo, wana kwa temili. Kwani kwa ngoma na kwani, ngo sila kwani. Iwa amesema ya kwamba Mungu Baba yetu wakati mmoja Yesu alipokufa, maandiko yanasema aliwekwa kwa kaburi, lakini maandiko yanatuguashia ya kwamba Mungu wake na Baba yake alimfufua kwa sababu kifo ikikuwa na nguvu na uwezo wa kumzuia katika kaburi. Na siku moja maandiko yanasema Yesu alifufuliwa, nasi tukiamini na tukikufa kwa imani nasi tutafufuliwa wakati Yesu anapopiga tarumbeta na kufufua wale ambao walio muamini katika Kristo Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba yeye akuzuiliwa katika kaburi, lakini nasema waaminifu wateule wa Bwana watafufuliwa siku moja. Na hiyo siku tunayosubiri, siku ya kiyama, tutafufuliwa wapendwa. Tutafufuliwa. Mama atafufuliwa. Kijana wako aliyokufa atafufuliwa kwa jina la Yesu. Na si tukiwa na umoja, tukiwa na imani, hata ukifa mauti haitakufanya chochote. Lakini maandiko yanasema Mungu alimfufua Yesu. Na si tutafanya nini? Tutafufuliwa. Kwani yoimo sinyaine? Kwani yoimo sinyaine? Watenga nobo kiweke rurako. Kana ngaya. Nyasaba siseni me ya Yesu yoro motorio ito. Kanye kaiwa.